صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah washukuru wa thanaa lillah. Leo tutafungua kitabu katika vitabu vya kutufundisha adabu kinachoitwa Risalatu Adabi Suluki al-Murid, Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Haddad. Na tumetangulia kumzungumza kwa urefu al-Imam al-Haddad. Alizaliwa 1144 Hijria katika mji wa Tarim na akakufia mji wa Tarim katika mwaka 1072. Yeye ni kituguu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na nasaba, kituguu cha 29, yani babake babu kufuata mababu. Ikifika wa 29 itakuwa ni Sayyidatuna Fatima kwa Sayyidina Ali. Sayyidatuna Fatima kizazi chake chenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Haddad katika mujaddid wa al-qarn al-11, yani alifanya tajdid katika mambo mingi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimbarikia sana, na tulitangulia kuzungumza kuwa alikuwa ni dhariri al-basar kuanzia awe mdogo. Alipofuka macho, Mwenyezi Mungu akamfungulia macho ya moyo ambao ni al-basira, akahifadhi Qur'ani akiwa mdogo, akahifadhi ulum nyingi, akasoma kwa mashaikh wengi. Wa min abrazi mashaikhihi, shekhe lake mkubwa al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, sahib Hurayra, maula Hurayra. Na al-Imam Umar bin Abdurrahman al-Saggaf ndio yule mwenye ratib al-Attas, na yeye Mwenyezi Mungu akamfungulia katika adhkar na aurad, akajumuisha ratib al-Haddad na wirdul latif. Kwa al-Imam al-Haddad ni katika mtu Mwenyezi Mungu alimjalia kumpa ilmu na utukufu na wilaya kubwa, walio cha Mungu mkubwa. Khadama bil qadam wal ilm wal fahm, wenyewe wasema hivi. Alitumikia dini kwa nyayo zake, kutembea kila mahali na kufundisha, na pia kwa kalamu yake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtilia kabul. Na pia katika kufahamisha vitabu vyake, Mwenyezi Mungu amejalia mara nyingi wanaosoma wanakifahamu kwa uwepesi. Ameandika vitabu vingi sana. Katika miongoni mwa hivyo vitabu ni Adabu Suluki al-Murid, ambayo yeye mwenyewe aita risala. Katika mukaddima tutasoma inshallah namna alipotunga hichi kitabu, akasema na hii ni risala kwa yale ambao Mwenyezi Mungu amenifungulia kwa uwepesi. Yani Adabu Suluki al-Murid ndio mwanzo mtu anayemtaka kumjua Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anasoma kitabu hichi. Na katika upande wa Imam Ghazali, kitabu cha mwanzo mtu atasoma kwake ni Bidayatul Hidayah na katika wanafunzi wake ni wengi, lakini mashuhurin ni Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi mwenye Risalatul Jamia, kitabu maarufu na vitabu vingine vikubwa. Na pia Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih Sahibur Rashafat, Allamatud Dunya, laqab yake ilikuwa ni Allamatud Dunya. Wakati wake ilikuwa hakuna mwanachuoni, hata alipokwenda Misri pia hakuna mwanachuoni aliyefika. Na al-Imam Sayyid Umar bin Abdurrahman al-Bar pia ni katika wanafunzi wake na wengine wengi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametia kabuli katika vitabu vyake na vina ikhlasi kubwa sana. Asema bismillahir rahmanir rahim, wa kullu, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila jambo ambalo lenye faida na lenye umuhimu ambao halikuanziwa na bismillahir rahmanir rahim fahuwa abtar, ilo jambo litakatika katika. Na sisi tuanza kitabu hichi bismillahir rahmanir rahim ili sikatike katika, na wote wenye kutunga wanaanza na bismillahir rahmanir iqtidaan, kuwa katika kila sura katika Qur'ani kuna bismillahir rahmanir, wa tu'tabar indana inda mashayikhna anna bismillahir rahmanir rahim ayatun min ayat qad atayna sab'an min al-mathani wal-Qur'an al-azim. Wanasema 7 min al-mathani ni moja katika jina la suratul Fatiha, na ukihesabu pamoja na bismillahir rahmanir rahim aya ni sawa. Kwa hivyo jambo lolote kama mtu hakuanza na bismillahir rahmanir rahim, na bismillahir rahmanir rahim iko na maneno mengi sana, lakini sisi tutapitia kitabu hichi kuangalia janib ya suluk peke yake. Hatutoingia masala ya kilugha tukakaa sana, la tutapita chukua ile baraka, na hatuwezi sisi kuzungumza mazungumzo yao wala kutafsiri vitabu hivi, wala hatuna ilmu ya kusherehesha maneno haya, lakini tuasoma pamoja, tuyazungumze pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie ndani yake nini? Albaraka. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hii ni kuonesha hakuna nguvu yoyote mtu kufanya toa ama uwezo wote wa kufanya toa. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hakuna mbinu yoyote
ya mtu kuepuka maasi, wala quwwata, wala nguvu yoyote ya kumfanya mtu afanye taa illa billah. Na hii billah, yani kwa kutokana na kudra na irada ya Mwenyezi Mungu ndio mtu hufanya lile jambo zuri, kisha Mwenyezi Mungu akamwandikia yule mtu kama alilofanya ni yeye. Na hii ni ndio iko kwenye sehemu nyingi sana. Ukiangalia hapa tulivyoanza tu tuna bismillah, yani ismillah, lakini inasomwa kwa mkato bismillah, yani kwa ajili ya jina la Mwenyezi Mungu. Hii kwa jina lake Mwenyezi Mungu ndio kuna kila kitu hapo, siri yote iko hapo. Na la haula wala quwwata illa billah. Hata ikra, kitu cha kwanza aliambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliambiwa ikra sio ala wala fi wala min wala ila, alba. Hii ba harfu jar. Na Mama Ali karamallahu wajha asema, lao ningeandika kuhusu albau fi bismillah, ningejaza vitabu vyake, ningejaza ngamia 70. Sherehesha tu hiyo bali sio kile kitone tu kiloko kwenye chini kimoja. Alhamdulillah. Na hii ni hadithi pia, kila chochote kisichoanziwa na bismillah au kisichoanziwa na alhamdulillah. Na maksud hapa huwa ni mahdhuf. Naanza uandishi wangu bismillahir rahman, au naanza utunzi wangu bismillah. Alhamdulillah alladhi yakdhifu idha shaa fi qulubil muridina law'ata. Kila jinsi ya sifa njema ya Mwenyezi Mungu ambaye akitaka Mwenyezi Mungu humjalia baadhi ya binadamu Waislamu akaweka kwenye moyo wake kutaka kumjua Mwenyezi Mungu jalla jalla, ile hamu, ile namna, ile mtu kusikia kuwa natamani, nataka kuswali, nataka kumjua Mwenyezi Mungu zaidi, nataka kusoma. Yakdhifu idha shaa, yani bimashiati. Kwa hivyo wewe ukijiona wasoma ujue ni sha Allah, ala fayaz'ibuhum ila suluki sabili saada. Wakati Mwenyezi Mungu anamjalia mja wake kheri, anamwekea hiyo kwenye moyo wake hamu ya kutaka kumjua, basi ile hamu inamkera yule mtu kutaka kumjua Mwenyezi Mungu ziada na ziada, allati hiya al-iman wal ibada. Ule mtu kutaka kuzidisha imani yake na kuzidisha ibada zake, Mwenyezi Mungu anamjalia yakdhifu fi ibada. Wa mahu kullu rasmin wa ada. Hapa shatuambia wa mahu kullu rasmin wa ada, na ataondosha yule mtu kwenye moyo wake kila rusum ni madhahiri ya ibada. Wa ada, atawata baadhi ya adat, mambo aliyozoea kwa ajili ya kutaka kufuata njia ya kumjua. Lazima ataipuka baadhi. Maana mukaddima, yani bara'atul istihlal kama wanavyosema wenye badia, ni kwa maana yake hapa tujitayarishe kwanza. Ukiona tukikaa kwenye jalsa hii wabadilika, waona hamu zaidi, ujue Mwenyezi Mungu qadhafa fi qalbika shay'an min law'atil irada. Na ukiona pia wakaa sinzia, wainuka, waja kwa tabu, na ujue kuna shida, na itefute hiyo, muombe Mwenyezi Mungu akupe hiyo law'atul irada. Hadhir, ukiona wazungumza na mwenzako, ukiona wafanya nini, ujue jiulize, mbona mimi ndo nazungumza watoto wa mnyama? Yamaanisha kuna shida. Zidisha istighfar, leta istighfar, pengine kuna tatizo. Maana sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyada, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yafaa kumita Mtume sallallahu alaihi wasallam na ahli bait na masahaba na mitume wote na kila mashaikh na kila wenye fadhila juu yako, hasa katika mambo ya akhira, wafaa kusema sayyid, na mtu asiwe na tatizo na sayyid. Iko kwenye Qur'ani, Sayyidina Yahya wa sayyidan wa hasura. Sayyidina Yahya Mwenyezi Mungu mwenyewe akasema wa sayyidan, huyu ni bwana wa Mtume. Sasa tuongojea kuna idhni zaidi ya hiyo kwenye Qur'an. Salatu wassalamu ala sayyidi wa ala alihi wa sahbihi saadati alqada, na akaitumia ali zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, nao ni familia yake ya karibu katika kizazi na waliotokana na Sayyidina Hasan na Hussein, na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatima, Sayyidina Ali, na hawa watano ahlul kisa ni khas. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatima, Sayyidina al-Hasan, Sayyidina al-Hussein na baba yao Sayyidina Ali, hawa waitwa ahlul kisa, watu wa kishamia, walijifinika kwenye kishamia, yani shali kama hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofinika akasema Allahumma, ilipoteremka inma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira, alipofinika Mtume sallallahu alaihi wasallam na Jibril akaingia kutoa hiyo aya. Wakati kuteremsha hiyo aya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofinika akasema Allahumma inna haulai ahla baiti fadhhib anhum ar-rijsa wa tahhirhum tathira. Hawa ni ahli bait Rasul. Kisha wote ndugu zake Sayyidina Ali ambao ni katika Banu Hashim, ambao ni Aqil bin Abi Talib, na wote katika umuman ni ahli albayt kama warada fi an-nus. Amma ba'd, faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin man kana
Kitabu chaitwaje? Adabu suluki almurid. Man almurid? Adabu za kufuata kwa yule ambaye almurid yataka. Murid ni nani? Almatla'u alqur'ani. Tusoma sasa istishhad kutoka kwenye nini? القرآن. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم mashkura. Murid ni nani? Murid iko kwenye Qur'ani. Qur'ani imetaja murid aina gani? Murid yani mwenye kutaka. Qur'ani imeeleza aina mbili. Murid aina mbili. Man kana yuridu al-ajil, yule ambaye ataka ajila, haraka yani dunia. Maadamu jina lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita ajila, hapo akatumia kilima hicho, na hiyo ndio katika miujiza ya Qur'ani. Man arada arada al-ajjalna, hiyo ajila. Hapa pia kilima hicho wataka haraka, wataka ulimwengu, wataka maisha hapa, wataka unapupa, ajalna. Na sisi pia tutakuletea mbio, tutakufanya haraka, lakini ajalna lahu fiha fi dunya fil ajil, tutakufanya speed, tutakufanya nini? Ma nasha, sio unaotaka wewe wataka ajila yote. Mwenyezi Mungu asema ma nasha'u min al-ajil, tutakupa tunachokitaka sisi katika hiyo ambao una haraka nayo, unapupa nayo, ambao ni dunia. Si yote, wengine utawapa nyingi, wengine kidogo, wengine hakuna kabisa. Tumeelewana? Ya kwanza hiyo, mwenye pupa la ulimwengu. Liman nurid, kwa yule ambaye tumtakaye. Kwa hivyo yule ambaye tumtaka kwa tukitakacho. Tumeelewa? Kwanza si wote ambao tutamfanyia hiyo ajalna, si wote atakaopata. Liman nurid, yule ambaye tutataka kumpa dunia, tutampa haraka, lakini hatumpi atakavyo yeye, tutampa maana shau. Kwa hivyo tutampa tumtakaye kulingana na tunavyotaka sisi. Hiyo ni dunia. Kisha la mahala, tumkupa kidogo, tumkupa nyingi. Thumma ja'alna lahu, tutamjalia lahu. Wajua nani hapo? Muridul ajila. Sasa ni kwa makini, mwenye kutaka ulimwengu. Katika kuupata ulimwengu ni Mwenyezi Mungu atakapokupa, tena si nyote, baadhi, tena si baadhi yake. Hiyo ya kupewa, wakupewa Mwenyezi Mungu atachagua mwenyewe, na pia cha kupewa kile kiasi Mwenyezi Mungu atachagua mwenyewe. Lakini man arada al-ajila, wote sasa tuliwapa nusu, tuliwapa robo, tuliwapa nyingi. Hili la mwisho hili wote, man arada al-ajila, alopata na ambaye kupata hiyo ajili. Thumma ja'alna lahu jahannam laha madhmuman, kisha tutamtia kwenye moto wake. Kwa hivyo mtu anaweza kutaka ulimwengu, watu wengi wanaweza kutaka ulimwengu. Kuna watakaopewa kulingana na Mwenyezi Mungu mwenyewe anavyotaka, nusu, robo, nyingi, thuluthi moja, kiasi kikubwa. Kuna wengine arada al-ajila, lakini Mwenyezi Mungu hakuwachagua kuwapa hiyo dunia, lakini wote hawa watakusanyana wakati wa kiyama, wote waliopewa ambao hawakupewa. Muhimu uliitaka ulimwengu, ja'alna lahu jahannama, tamtia moto. Kwa hivyo jazaa ya jahannam liman arada al-ajila haina budi, lazima mtu ataipata. Ama hicho unachokitaka katika ulimwengu waweza ukapewa, ama man arada al-akhirah, kutaka akhira, kumjua Mwenyezi Mungu, pepo ya Mwenyezi Mungu, kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu sio atainahu. Haikuja kama ile ajalna. Mwenyezi Mungu asema nini? Wasaa nini? Wasaa laha sa'yaha, akaiendea mbio akhira mpaka uendee mbio. Hii wasaa laha sa'yaha ndio yaitwa suluk, tarbiya, tazkiya, tasawuf. Ndio hiyo wasaa laha as-sa'i ila Allah subhanahu ila ma'rifati. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila mambo amesema tofauti. Katika riziki ambayo watu wanahamu sana, asema famshu fi manakibiha, famshu kwenye riziki yako. Hata ukitembea utaipata, kwa sababu ishakadiriwa. Famshu, tembea, utaipata. Katika swala fas'au ila dhikra, fas'au mbio katika swala hiyo. Katika maghfira wa janna, sabiqu ila maghfirati, shindaneni, yani nenda wewe na umtukue na mwingine na mfanye mashindano tofauti. Lakini kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe, fafirru ila Allah, mbio kimbilia. Mama anafafiru ila Allah, yani wakati mtu amefanya maasi haraka tubia. Umeona tofauti? Riziki imekuwa the slowest ni riziki. Sisi tumegeuza fafiru ila riziki, sio sisi. Nani haimaanishi mtu asende mbio kazini, nenda usichelewe kazini, lakini masala hapa fas'au, famshu, fafirru, zote wasari'u ila maghfirati, wasari'u musara'a katika maghfira. Lakini katika zote ile ambao wafaa kwenda haraka zaidi ila Allah, fafirru ila tauba, ila al-ilm, ila al-ma'rifa, bio. Wakati wa markaz bio zaidi kuliko kitu chochote, kuliko ukitoka kwenda matatu unaenda kutembea, sio? Wakati unaenda kutembea pwani ama wapi,
tuko fast, si ndio? Wakati wa markaz ndio wanaochelewa. Wakati wa markaz fafirru ila Allah, ila markaz al-ilm, ila halakat al-ilm, ila hakadha fafirru, mbio kile. Wasaa laha sa'iha, lazima uende mbio kumjua Mwenyezi Mungu, huwezi kumpata vipi. Wa huwa mu'minun, naye ni kamalul iman. Na mu'minun hapa ishara kuwa wasaa laha sa'iha ni maratibul ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu wa huwa mu'minun. Lazima msingi wako wa imani, wa huwa nayo ni maratibul iman, lazima msingi wako na itikadi yako ya imani ili upate kumjua Mwenyezi Mungu uwe ni mu'minun haqqan. Tumeelewana mpaka hapo? Faulaika kana sa'yuhum ma'al iman, wataka irada kumjua Mwenyezi Mungu. Aina sa'i kwa bidii, kwa bidii utaiona kwenye durus, kwenye mfano wake, kwenye kuzidisha sala sunna, kwenye salatu dhuha, kwenye siwak kabla kulli sala. Nuridu al-akhirah, kama kesho tuamkeni tuna siwak, kila mtu tuona siwak kwenye mfuko wake, alama sa'i min as-sa'i, alama min alamat ايش من علامات السعي. احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم. Tumalizia والعاجله هي الدنيا. tusoma manake maneno tumezungumza. idha kana almuridu laha fadlan an sa'i li talabiha masiru ila an-nar ma'a al-lawmi was-safa. Mtu tu arada al-ajla, tunasema jahannama yaslaha, kuitaka tu, kuitaka hata hujaendea mbio, masiruhu ila an-nar. Je, ukaitaka ukaiendea mbio, je ikawa ya kupoteza wewe mpaka kawa huswali tena, ufungi, husomi Qur'ani kwa ajili ya dunia, musiba fauka. Fama ajdara al-aqla bil irada anha wal ihtiras min wal akhiratu hiya al-janna. Na janna wanahitaji wanasoni wakubwa, lakini maksud ni ma'iyatul habib al-azam sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Hajj sema fi jannatin ma shaqani fi wasfiha illa likawni al-hibbi fiha khayya. Hii pepo mimi naipenda na isifu sana, sikuipenda tu hivyo, lakini nilipoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko peponi, mimi naitaka, sababu nataka kumwona. Mashaka ni fi wasfiha illa likawni al-hibbi fiha. Imam al-Habshi alimsifu sana Imam Haddad, anasema baada yake, baada ya Imam Haddad, fa jami'u man salaka at-tariqa ba'dahu mustasbihina bi nurihi waqadi. Wote walokuja wakafuata njia ya tasawuf min ali Ba'alawi baada ya Imam Haddad wafuata taya Imam Haddad, mashi ghayru ma hadd ghayru. Wala yakfi fi husul al-fawz biha al-irada faqat. Amma alipotaja akhira asema haitoshelezi tu nataka akhira, hapana. Wasaala sa'iha wa huwa mu'min, yani ana yaqini kile anachokifanya inshallah Mwenyezi Mungu atamfungulia katika futuhat na maarifa billah. Sa'i al-mashkur huwa al-amal al-maqbul. Na sa'i faulaka kana sa'yuhum mashkura. Sa'i mashkur, mbio ambao zimekubalika na Mwenyezi Mungu ni zipi? Imam Haddad atuelezea, asema hii ni ile ambayo mustawjibu sahibu al-madhha wa thana wa thawab. Mtu akafuata njia, lakini njia yenyewe akaifuata kisawasawa ala sunnati al-habib sallallahu alaihi wasallam, huyu faulaika kana. Wal khasir, mwenye khasara min kulli wajhin min al-muridin lid-dunya alladhi yatahaqqaq fi haqqi al-wa'id al-madhkur fi al-aya huwa alladhi yuridu ad-dunya iradatan yansa fi janbiha al-akhirah fala yu'minu. Kuna watu dunia inawachukua mpaka wanasawa akhira. Kuna wengine yu'min wala ya'malu laha, ajua kuna akhira, nitakufa siku moja. Hata kukutana nao watu wao ukianza kumfanya da'wa kidogo, kuna nakufa, yeye ukupata kufanya kuna nakufa siku hizi mkubaya, wallahi tena ataka kweli brother, kweli atakakutia akili, wallahi kuna nakufa, yeye kweli atabadilisha, atakwendea yeye, lakini ma yas'a li sa'i, haya asongi afanye lolote. Basi kaswali, wallahi tena brother, swala muhimu, kwambie muhimu sana swala. Swala mtu awache swala manake bila swala kuna nakufa bwana, kabri lile. Sawa, kishakumaliza wewe utaingia msikitini, utoke utampata pale baraza, na ukikaa naye pia kwa mawaidha zaidi. Hadha yu'min wala sio fal awwal kafirun khalidun fi. Huyo ambaye la yu'min la yas'a, hana habari na akhira, huyo amekufurisha, huyo tuna habari yake ni mzito. Wa thani fasiqun, mwingine huyo ni muislamu mu'min kimwona dhahir, lakini ana khasara kubwa. Tutarajia insha Allah katika kusoma kitabu hichi, Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri insha Allah. Mwenyezi Mungu atufungulie na kufunguliwa sote sawa sawa, mwenye kusema hapa mbele na mwenye kusikiza. Wa rubba sami'in au min al-muballigh. Tumesema saa nyingine mtu aweza kusikia soma hadithi yangu akaifikisha kwa watu, wale watu wakawa wameifahamu zaidi ile hadithi aliyofikisha kuliko ile aliyosema. Kwa hivyo sisi tunatarajia inshallah khair, kullu khair bi sirri al-Fatiha wa ila hadratin nabii Muhammad.